Naam, ndugu mtazamaji wa Holy Land Media TZ, ni mtangazaji wako Andrew Ngoe nikikuletea kipindi cha Ijue Biblia kwa njia ya mtandao. Na katika kipindi chetu hichi tuko na mtumishi aliyepita kipindi kilichopita, yani season ya kwanza, na sasa tuko season ya pili na zinazoendelea katika kipindi cha Kwaresma. Na tumkaribishe mtumishi. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Habari ya kipindi kilichopita? Mungu mwema, tunamshukuru Mungu, anatupigania na anatuonekania. Na kwa jina tena watu wa Holy Land Media wakufahamu. Kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Eliabi Samson William. Napatikana katika kanisa Anglikana parish ya Mtakatifu Tito. Na katika kipindi hichi cha season 2, maana iliyopita ilikuwa season 1 na sasa ni season 2, unatupeleka wapi leo katika kipindi hichi cha Kwaresma? Kipindi ambacho tulipita, lakini tumejifundisha mambo mengi kwa kipindi hiki cha Jumatano. Basi kabla tujaanza mafundisho, naomba kwanza tuweze kumwambia Mungu wa mbinguni atangulie katika kipindi hiki. Tuombe. Mungu wetu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo uliyeumba mbingu na nchi, asante kwa ajili ya uzima na afya uliotupatia. Japokuwa kuna wengine na changamoto nyingi, Mungu uliye hai, lakini sisi ambayo tupo mahali hapo Bwana tunasimama badala ya kwao. Mungu uwakumbuke kila mmoja na hatua yake. Lakini zaidi ya yote, mfalme amani, asante kwa ajili ya mafundi mitambo na watu wote na wale wote ambao wataendelea kufuatia kipindi hiki. Mungu wa uzima, Roho Mtakatifu ambaye ni mwaminifu, ambaye ni mwalimu, kila mmoja akamfundishe sana sana makusudi ya kwako. Wakati mwingine tunataka kama sisi wanadamu, lakini tunaomba mapenzi yako yatimizwe. Nami kiomba kushukuru kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi napenda tuendelee katika kipindi ambacho kinafuata, kipindi cha siku ya Jumatano. Jumatano hakwenda Yerusalemu, bali alikwenda Bethania, akiwa amealika kwa ajili ya kwenda kula chakula. Pale alikuwa na wanafunzi wake. Alipokuwa na wanafunzi wake, lakini kukuwepo na Martha na Mariamu. Lakini Mariamu aliendelea kumsikiliza Yesu. Martha aliendelea kuandaa chakula. Ilifika kipindi manunguniko mengi yakaanza kutokea. Ukisoma ile Injili utaona kuna mambo mengi, kuna mafundisho mengi sana ambayo anaendelea kuwafundisha. Inafika kipindi Mariamu anachukua ile chupa yenye thamani ya Mariamu, anaenda kumvunjia Yesu. Ndipo manunguniko mengi yakaanza kutoka, na ndipo utaona sasa kilichokuwa ndani ya Yuda naenda kuonekana. Yuda anakasirika sana, na anapokasirika anasema kuwa kwa nini hii Mariamu isingeenda kuuzwa tukapata hela nyingi tukawagawia maskini. Lakini hakujua kusudi ambalo linaenda kufanyika. Lakini majibu ya Yesu akasema kuwa hili alilofanya amefanya jambo jema, kuandaa mwili wangu kwa ajili ya maziko, kwa maana anaangalia majira ambayo yanakuja hapo mbele. Hiyo ilikuwa ni siku ya Jumatano ambapo walikuwa wametulia. Walipokuwa wametulia, ndipo mpaka anaanza kuwauliza wanafunzi wake, je, mnayafahamu haya? Lakini kuna baadhi ya watu hawakuyafahamu, na ndipo nafsi za watu zikaanza kuhamanika, jinsi ambavyo nimesema kuwa Yuda akaanza kubadilika. Hiyo ni siku ya Jumatano ikaa imekwisha.